moja ni kwamba William Ruto akipita, Musalia Mudavadi atapewa kiti akuwe waziri mkuu. Ya pili, Kasongo akipita, Wetangula Masika atakuwa kinara wa bunge la kitaifa kama spika. Hiyo ni mambo ya Wetangula na Musalia, wakaangalia mambo yao kama watu binafsi, na hiyo ilitimizwa. Musalia akapatiwa kiti yake na bibi yake, Wetangula akapatiwa kiti yake na mabibi zake, si ndio? Si mnanielewa hapo? Sasa ikakuja sasa mambo ya Waluya, ikaandikwa pursuant to the principles of equity in national development and fair allocation of natural resources, the Kenya Kwanza Lands Administration shall endeavor to fulfill the following development obligations in the ANC and Fort Kenya strongholds of Western Kenya within the electoral period starting from 2022 to 2027. Ikakubalika mambo lazima ifanyike ndani ya miaka 5, na mambo hiyo ikaandikwa hapa ifuatavyo. Number 1, completion of all existing incomplete or stored bitumen road projects within the aforesaid counties as at 9th August 2022. Project zote ambaye zilikuwa zimekwama lazima zikamilike ndani ya miaka 5. Kunazo zimekamilika? Ni uongo si uongo? Haya, point number 2, to construct a cumulative 1,000 kilometers of new bitumen roads in Western Kenya, in Busia, Kakamega, Bungoma, Vihiga and Trans Nzoia. Wakakubaliana rami mpya kilomita 1,000 ndani ya miaka 5. Kunayo imejengwa? Establish, allocate national raised revenue for the revival and modernization of Mumia Sugar Factory, Nzoia Sugar Factory, as well as other sugar factories. Instead ya kuweka pesa ya kuweka mtambo mpya Mumias na Nzoia, Kasongo akapanga na Wahindi, akanunua Mumias na akanunua Nzoia. Number 4, establish manufacturing industries for fisheries, agro-processing, mining and other programs. Kuna factory imejengwa hata moja? Electrification of households in every home in Western Kenya. Mumewekewa stima? Provision of domestic water and water for irrigation in Western Kenya. Iko maji mumepata? Iko ya kukunywa na ya kulima? Sasa ukweli ni kwamba yale yote iliandikwa, ile imetimizwa ni ya Musalia Mudavadi kama mtu binafsi, ile imetimizwa ni ya Wetangula kama mtu. Mambo ya Waluya yote Ruto aliandika hapa, hakuna hata moja amefanya. Hii agreement ilisainiwa na William Ruto, UDA, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, Veronica Maina, Simon Gekuru na Christianas Wamalwa. Alafu shahidi wakili ni Soprano, na akaandika hapo akasema, I, Professor Kithure Kindiki, being an advocate of the High Court of Kenya and a commissioner of oath appointed under section 2 of the Oath and Statutory Declaration, hereby confirm and attest that I was present at the signing of this agreement, and so witnessed therefore named persons append their respective signatures hereunto, thereby executing this agreement on the date herein above stated. Kwa hivyo Wetangula na Musalia hamwezi ruka hii mkataba. Soprano mwenyewe alikuwa hapo, akaweka kidole ya kwamba inatakana namna hiyo. Hiyo watu ya jamii, mligongwa au mkugongwa? Mligongwa au mkugongwa? Sasa leo asubuhi
Musalia na Wetangula ati wanapanga mkataba ingine season 2 ya kudanganya nyinyi. Mtakubali? Huyu Wetangula na Musalia walishughulikia tumbo zao, wakawacha nyinyi kwa mataa. Wanataka sasa ati Wetangula apewe president 2032, ati Musalia anataka deputy president. Sasa pewa ilikuwa yao, wakasahau nyinyi, itakuwaje? Na mimi niliita Musalia, nikaita Weta, nikaambia Omwami, hii mtu ametusaliti. Wewe Wetangula kiti ulipata, wewe Musalia ulipata, mimi Rigiji nilipata, lakini amedanganya watu yangu. Mimi nataka kudemand barabara, maji na ile mambo tuliahidiana. Mimi nataka tusaidiane tukiwa wengi. Kwanza wewe hata huko na kizungu kali utusaidie. Twende tukuzane na hii mtu tumuulize mambo ya wananchi iko wapi. Nikasema mimi nilipata deputy president, wewe ulipata prime cabinet, wewe ulipata speaker, lakini watu wetu hawata chocho. Musalia akaniambia Omwami, hiyo maneno aniambia hapana. Wacha mimi nichunge hii kazi, tukiwa na mama Tesi tunaweza pata matatizo. Nikamwambia Omwami, lakini Waluya hawana chochote, wewe umepata yako. Akasema inafika pahali unafikiria mambo yako kwa sababu mimi niko na bibi na watoto. Nikauliza Weta akasema wewe Rigiji, hii mtu ni mkali. Hii Kasongo hii, mimi naweza leta hii maneno anitoe speaker. Na hii kiti si mbaya. Mimi natembea na ndege nini maruburubu. Weta akaniambia hiyo maneno mimi siwe. Mimi ndio nikaenda kwa Kasongo, nikamwangalia kwa macho, nikamwambia Kasongo, ulidanganya watu ya mlima. Barabara ya Mau ulisema utamaliza, hujamaliza. Nataka ulisema utalete, nataka. Wewe ulisema pesa ya deni ya kahawa utaleta bilioni 7, lete. Nikamwakia Kasongo, ndio akaanza kunipangia. Akasema hii mtu vile anaitisha mambo ya watu yao, akikaa kwa hii serikali ataharibu Weta na Musalia, na atawaambukiza hii ugonjwa ya kutetea wananchi. So dawa nifukuze hii Rigiji. Akaita Weta, akamwambia Weta, si wewe ndio speaker, si nikupatia hii kiti, unafikiri nilikuwa nakupatia nini? Wewe panga jama hii Rigiji aende nyumbani, kwa sababu atachafua. Akienda kuongea mambo kwa Waluya vile anaongea, ataharibu hii Waluya kichwa, kwa sababu ameanza kuitishia hao mambo mingi. Na hii serikali tunataka kwanza tujipange sisi wenyewe. Mimi ni rais, wewe ni speaker, wewe ni prime cabinet. Hii maneno Rigiji analeta ni ya nini? Sisi tukule kwanza, alafu wengine watakula baada. Ndio Weta akanipangia jama bila nitafuku. Mimi nilifukuzwa kwa kutetea nyinyi. Nilitaka hii agreement ya Waluya iheshimike kwa sababu iliandikwa mchana, si ndio? Sasa mimi akanitoa akaweka mtu anaitwa Soprano, ni mtu ya Yesa. Sasa anaitwa, naambiwa nikisema mnasema Yesa. Wewe Soprano, kuja hapa. Hii watoto ya Gen Z wananisumbua, wananichora picha, wananiweka kwa jeneza. Soprano, panga hiyo vijana wakamatwe, watekwe nyara, wengine piga risasi. Soprano anasema ni bure si bure, ni bonoko si bonoko. Sasa para nimefukuza Kasongo mlimani. Alikuja pahali kwa matanga, mliona? Nikamwambia Kasongo, hakuna boma haina mzee. Hii boma ya mlima ni ya Rigiji. Ukiwa hapa wewe ni mgeni. Usilete kiherehere, usilete madharau, uketi hapo chini. Nikapatiwa microphone. Mtu nimetafuta siku mingi, si ndio? Nikamwambia Kasongo, wewe ni mwizi, wewe ni muongo, na wewe ni muuaji. Nikamsomea dakika 28. Alikunywa maji chupa 16. Kasongo angaishwe si angaishwe? Niko na kijana yangu anakaa kama Salasia, anaitwa John Medhu. Akaamuka, nikamwambia Medhu, onana na hii mtu. Hiyo kijana ni ya miaka 34, nilika hii ya Salasia.
akamwangalia Kasongo, akamwambia yeye ni muongo, ulitudanganya hii na hii na hatutaki mambo yako. Akamwambia Kasongo, mimi na kuheshimu, lakini watu ya Shianda mnaheshimu Kasongo, lakini ama nyinyi mnaogopa Kasongo? Huyu kijana Peter Salasya, kuja hapa Peter Salasya. Huyu kijana, mimi nataka nikiwa hapa nitoe shukurani kwa watu ya Mumias East kwa kuchagua huyu kijana. Kura ambaye mlimpatia ilisaidia mimi. Siku Wetangula amepanga na Kasongo kunifukuza. Huyu Salasya aliitwa na Wetangula, akapewa milioni 10 anifukuze. Salasya akasema mimi ni maskini, mimi sina chochote, lakini sitaki pesa ya haramu. Rigiji hajafanya makosa yoyote, ametetea Waluhya. Mimi sitamfukuza huyu Salasya. Akaitwa akaambiwa apigie kura finance bill ya kuangaisha Wakenya, akasema hawezi. Huyu ni kijana mdogo, lakini ako na akili kuliko akili ya Musalia na Wetangula imewekwa pamoja. Mimi nimekuja hapa leo Mumias East kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya jamii yangu nyumbani, kutoa shukurani kwa watu ya Mumias East kwa ile heshima huyu kijana alinipea kukataa kunidhulumu. Mimi nataka niseme asante. Na nimeenda leo kwa mamake mzazi kusema asante. Nikamwambia mama Salasya, mama, nasema asante kwa kuzaa kijana na kumlea na njia nzuri, kwa sababu kijana huyu anasimama kwa haki. Mimi leo nikiwa hapa nataka kuomba, huyu kijana siasa yake imepita Mumias East. Huyu kijana ni kiongozi wa taifa la Kenya. Mimi nataka kuomba nikiwa hapa, mkubali munipatie huyu kijana, nitembee na yeye Kenya, nimulee vizuri, awe kiongozi katika taifa la Kenya. Mnanipatia huyu kijana? Mtamchunga hapa nyumbani? Mtamchunga? Mimi mkinipatia ruhusa nitatembea na yeye katika pwani, katika Ukambani, katika mlima, kwa Wamasai. Nataka Wakenya wajue Salasya ni nani. Na mimi naomba mchunge hapa nyumbani. Hata msipomuona mjue tunatafuta uongozi wa mbele kama kiongozi wa kitaifa. Mmenipatia Salasya, nitembee na yeye, mtamkinga hapa nyumbani. Wangapi wanasema nitembee na Salasya? Na kwa